This is Diana Mohana, or you can call me Diana Wangila, aka Diana Mox. Again, still unaweza niita DMTJ. So I am here. Welcome to Jieleze Show, the show where we talk about love, life, and everything in it. So today's topic, we are going to talk about can a woman make the first move? Unajua hii topic imeleta utata sana as the society continues, like vile vitu zinaenda. So like watu wako na different views about all the same. Like kuna wale wenye wanaunga, kuna wale wanapinga, wanasema a lady should propose, should make the first move because it is now like ni kama ni confidence of a lady. And again, wanaume pia wako na views zao, kuna wenye wanaunga, kuna wenye wanakataa. In the house, siyuko peke yangu, I have guests. Maybe wanaweza jintroduce tukiendelea. Hello viewers, mimi ni Isaac Neema. I'm happy to be here. Yes. Hi, our viewers on the Jieleze Show. Thank you so much for welcoming us here. So mimi naitwa Anjuguna, and of course we're going to talk about it. Lazima leo kieleweke. Naitwa Sharon na I'm glad to be here. Kwa majina ni Emmanuel na nafurahi sana kwa hapo Twitter tufike hapa leo tuweze kuzungumza. Tunazungumza tu mengi. Yes. So this is Jieleze Show. Tunajieleza. Like you give your view on the topic yenye tuko nayo. Na tumesema, can a woman make the first move? Maybe just to give an overview. The world is changing and everything, like to prevent wasting time as a lady, I think personally, why not? You can make the first move because kama mwanaume ako hapo na hajitumi, so you need to save time. That is according to my view. So like let's hear now from Isaac. Tuone yeye anasema vipi. Bangu mimi nasema kuna shida because ndio mwisho wa siku kama their marriages in size, why they can testify kwamba dem ndiye alikuwa kwanza approach jamaa. Na sasa wameishi vizuri, wameprosper vizuri, wako na furaha. So I don't see kama kuna shida dem kama ni ata make the first move. Ndio cha muhimu ni destination. Kama then itakuwa a successful marriage. Hata hakuna mtauliza, hakuna kitu mtoto anakuja kuuliza nani alimake the first move. Mtoto hivi tunataka ni alaye vizuri, ile kitu ile fiti, unaona? Na landlord pia hataki kujua nani ali. So kitu best ni mmekaa vizuri, mmelipa bills, mmekaa kwa furaha, unaona? Ile to make the first move inaweza kuwa from both sides. Because inaweza kuwa jamaa ako like anafeel kama hayuko ready, but dem anafeel hapana, jamaa anamuona like kulingana vile wamekuwa na urafiki, wamekaa for some months, na vile dem anaona beyond friendship kuna kitu, unaona? Na jamaa anaweza kuwa yeye hayuko kwa yeye anatumia urafiki, unaona? So dem kwa approach si vibaya, si kitu kifani. Yeah, because at some point pia I have interacted with one of my friends. So yeye alikuwa anasema kuna huyu jamaa alikuwa amemcrashia and she was like, why not? Let me make the first move. And actually she did that. So when she did that, the man at first said ati sikuwa najua unakwanga umempenda, unaona vitu kama hizo, like the man pia yeye ameshindwa. So at some point as a lady approaching a man or making the first move to a man is like kuokolea huyo jamaa at some point. That is according to my view. Maybe we hear from her now what she has to say. Yeah. I disagree with that. Like you see, according to traditions, by the way, it sounds even funny. Yani nitaendaje ku approach mwanaume? Like how am I going to start? Like unajua kulingana na vitu zetu watu tumefunzwa, it's like mwanaume ndiye anafaa kuoa, sio wewe unafaa kuoa mwanamke. Get? So hebu imagine that mimi nimeenda ku approach boy, it's like mimi mwenyewe ndiye nataka kumuoa. My friend, nitapeleka hadi mahali. Hakuna kitu kama hiyo. Okay, anyways, yani like a woman approaching a man. So wewe unaangalia traditions.
sio traditions tu. Mm. We hata unaona venye ina sound. It It's not even sounding. Haina shida. Okay. So, like, if you allow the traditions to dictate the way you make decisions, utaka hapo hivyo na traditions, people are moving. Remember, this is 21st century. We are talking about the 21st century. Acha nikuambie. And here, before uniambie, here, we are talking about now the confidence in a woman. Unaona? Unacheki? Yeah. So, Empowerment. umeona mwanaume hana nguvu ya kukuja kuni-approach. Sijia. And in that time, see, as ladies, as a woman, you can show the signs. As my friend, alionyesha signs zote, mwanaume hatingiziki. Lakini Sasa akakaa hivi akasema mimi nitafanya nini? Basi acha nijitume. Na akajituma na sikajipa. As we are talking now, they are in marriage 2 years. Ndio tunaongea hivi. But those are in rare cases. Ile tu yani like hata Biblia. You see when we look at biblically, haki hatujaona mwanamke aki-approach mwanaume. We've not seen. Niambie, Mungu aliumba nani wa kwanza? Aliumba Adam. Is it? So, hakuna mahali penye ati sijui Solomon alikuwa anawatafuta. Thank you. Umesema ati Adam aliumba wa kwanza. Hatukatai Adam aliumba wa kwanza. Na hii mambo ya kwanza marriage vile walikaa wakaanza ndio wakapata watoto. Do you know who made the first move? Mimi najua tu Adam alienda akapatana na kitu mzuri akasonga na hapo kwa kuumbwa. And do you know that what Adam said is that now this is I will call her a woman because she comes from a man. From me. Sindio. But sasa, so from Adam. Thank you. Tuendelee. That is her view. Now let's hear from Sharon. Vile tumesema tuko 21st century ni generation ya empowered woman. Woman amekuwa empowered such that man ana feel ako less. Kiplani tu hivi. So when a woman is empowered so much, ana approach ya watu kwake inapungua. Wanaona ako level ingine hapo hawezi kufikia. So unless yeye ajirete chini, yani anakuwa tu na nini yake yote anajishusha tu chini anakujia kama mwanaume. You're not supposed to appreciate. Because as a lady, a woman knows what she wants. I know what I want. Why should I not go for it? Because mnaniangalia hapa hivi mnasema because mimi nimefika university ati juu wewe uko na diploma utani. And I think that is why kusaidia. And I think that is why unakuta wanawake hawapei wanaume respect. It is because of that. Because kama mimi ndiye nilikuja nikaku-approach. So ukienda against me, si hivyo tu ndivyo nitafanya. But haimaanishi ati you could make the first move. Sikumaanisha ati sasa wewe ndo kusema. Go to the head. Hapana. Thank you. Ni sababu because cases ina happen hivyo. Unakuta saizi kuna divorces mingi because mwanaume pia hataki kufeel inferior. The fact that a lady ndiye alikuja kama-approach. Wakaenda na waka-have marriage. Huyu mwanamke anajua I'm the one who started this thing. So in most of the cases unakuta like all the time anataka kuonekana ndiye hapo. Okay, what I can say is that as a woman, if you truly love a man and you make that first move or whatever it is, even in the house, even if a woman is better than a man, what I know is that women, we usually like want to reduce kabisa when it comes to love. When we truly love someone, we can do anything because of love. That is what I know. So talking of respect, respect will be there. Respect won't be there because that as a woman I made the first move, so I will not respect my husband. I know what I want and I love him. He's my man. So if I made the first move, I recognize him as my man, my husband. So at some point, the respect is there. I know him as my husband and I am the wife. I will do my wifely duties.
So let's hear from Sijui kama Sharon ni kama hapo amemaliza. Amebaki na wacha tusikie kwanza kichumba kwanza, alafu sasa tutarudi kwa Sharon. Sasa as for me guys, nataka tuweke facts, tuongeze kwa nini tradition kidogo. Tulete kitu to point out. Manake unajua mama ku approach ni ngumu. So haitaji twende hivi. Usituite mama. Hakuna mama hapa. So Usituite mama. haitaji twende namna hii. Tuanze tuseme tradition. Mimi personally nimeelewa penye najua kwamba family yeye ana decision. Hatuchakataa. So in that note, wewe kuni approach, yani ni kama I don't have that confidence. That's fast. So wewe utakuwa unajiona huyu jamaa ni kama ana confidence, kama labda sina ngeli, kama labda kuna kitu fulani nimeikosa, unaangalia. Ya pili, wewe kuni approach mimi. Unajua mimi kama personally kama mwanaume sijakosa kuapproach. Na si ati naogopa kuapproach. But sasa kuna ile tunaita sasa duties, responsibilities. So mimi sasa kuapproach najua kwamba nimejiongezea responsibilities. Na labda nyumbani niko na responsibilities. So huwa mwanaume anajiambia kwanza wacha nitulie. Amekupenda kweli. Lakini atajiambia let me wait first. Until I get ready. Yeah. Yaani ningangane na hali kwanza. Ndio nikikuja kwako niwe ni wewe. So ile yeye anajipanga. So yeye kumapproach, yeye ako ready kweli kuapproach. Sijakataa. But sasa ni ile anajipanga. Unaona? Sasa ni sawa, lakini tunaongelea wale wenye kujipanga, yani hatuoni wakijipanga. Let me say. Tumeona yani tumejituma tukajituma hawaoni. Unajua sasa for ladies wanarushanga signs. Signs ni mingi, vitakununulia saa. So hapo But kidogo yani give out the point. Ndio hapo wewe kumpendeza. Sijakataa. Tutapata point nyingine kwamba labda alikuwa na mahusiano ya kwanza. Na venye aliachwa ndivyo sasa hataki. Unaona? So wewe unamfurahisha kweli lakini akili yake haipo hapo. Ndio tunasema Akili yake iko kwa nyingine. Sasa we are not talking about for a lady to be desperate. We are talking about a lady who is in love. Now, Yeah. let me come there. Kindly. A lady who is in love. You are in love with a person who is not in love with you. hapana. Acha nikwambie. Mse ukiwa ako silent na kuonyeshi any sign. Si kumaanisha like they are uninterested. kuna personality, kuna Kuna ile yeye mwenyewe anajiambia. Acha kwanza nifunge break kidogo. Nione signs, unaona? So no maana sama them ku make your first move si bad juu. Pia unaweza pata kuna jamaa ameaffectwa na background yake. Yeah. Maybe ana feel like feel some sense of maybe aliona kitu kihapenia, maybe someone somewhere, maybe a heartbreak. Na huyo jamaa akakuwa hard sana. So yako na hiyo hapo hiyo picha, unaona? But he's into this girl. So this girl kuenda ku approach inaweza kuwa ni ya confirmation. You see, it is So all kuna about shida. It is all about the fear of rejection. You see, like a man is there, like anataka to make that move. Of course, he knows what he wants. But now, for a lady, ameonyesha signs. But now the man is like, what if this lady is not serious? What if this lady doesn't love me? Like anajua a lady ameonyesha the whole signs and everything, but the fear of now facing her, unaona, that fear of rejection, you anasikia wait. So a lady decides, wacha nifanye nini? Nikaokole. And for a man, I know it is a good thing, because of course a man will appreciate this woman like sana. Juu atakuwa amemuondolea hiyo fear yenye iko ndani yake. There is something that I'm getting from you, that this man is desperate. Wait. Can you get my point?
huyu mtu amekaa hivyo, hana mtu, even unataka kusema hana mtu. No. Because the moment wakati unamuapproach na expect ikuwe na a positive back, feedback, si ndio? So Kuchief ako na mtu like wewe umesema unamuapproach ati ameshindwa kudili, labda ako na mtu wewe unasema ati wewe unamsaidia kumwonyesha signs umefanya nini. Acha nikwambie, unajua hiki tuko ndani yako, si ndio? You feel like this gentleman nampenda vile yako. So hata akiwa na mtu so it is wewe, okay, thank you. It is like a woman, you know what you want. Sindio? A man knows what he wants. Sindio? but you don't know if he wants that what you want. But Of it's course you about- don't approach it's about your healing. feedback yake. Ataweza kukwambia no ako na mtu ama nini. Alafu we are strong women by the way. So you will be able to take it. Strong women. I like that spirit. Yeah. So Yeah. thank you. Like for a woman, unaona ile sasa if you end up now making that decision of making the first move, of course you are ready to face the consequences. I'm very ready. But If he rejects me, fine. If he accepts me, fine. If he has someone, it is still fine. It's negotiable. You will go to the next move tena uende uka-approach mwingine. but now in 21st century, you want us to go like this. In this 21st century, Yeah. we see some houses. The men are doing some house at the house there. So for you to approach me, let's use for example Anna to approach me. Ameni approach. Tukiwa kwa nyumba tuseme for example tumekuwa mahali tunaenda kwa nyumba. So ni ile nitakuwa guilt niseme kwamba sio mimi nilimwa approach. So no. Yaani ni kama unafanya favor. Yani ni kama I'm doing favor. itakuwa guilt kwamba ni yeye ali. So itakuwa tu yani nitaishi naye. Hakuna cha guilt. But- Kwangu Wait. We are talking about love. And love is mutual, right? Yeah, because if you make an approach, if you feel like utakuwa guilt, it's better you say no. Lakini ujue pia usikuwe one-sided. Usikuwe one-sided. But You should look before- at both sides. Unafaa uangalie both sides. The reason as to why tunasema men should approach and the reason as to why tunasema women should approach. Unaona? Because if utakuwa one-sided, itakuwa like this communication is not. yeah, how is the society see? You Like see, tuseme there's for also the example, society. Hebu imagine ati sasa umeenda kwa mama yako unamwambia this and this guy si tuko kwa century yenyewe tunaongeleshaga mama zetu. Uende umwambie aje, "Mom, I went and approached a certain man." Mumesema mambo ya 21st century. utamwambia kuna jamaa kuna relationship na yeye, Isaac, but utamwambia ati wewe ndio uli. nataka tutumie for example. Mimi niko na coach. Tuseme I am in a certain company. Nafanya kazi. Yeah. Alafu ana amekuja ile confidence yako imekuwa. So anahitaji kunia approach. So ani approach in a public. How will the society see you? Kwani How? For public ni tricky. We are not. You can give it for the sake of the usimwaibishe, but BTS umwambie eh bana. Hatujaibisha mtu kwa stage. Tunasema itoke. Angalia. Mumesema hakuna shida na kufanya nini? Na kuapproach. Si ni kweli? Ni sawa. Iko tu venye uweka men wanaenda wanapiga goti. Yeah. Si wanaprotiki kwa watu. Kuna difference So- na approach na kuna kupropose. Kwa hashtag Inakuwa tu ikiwa imepanga laini. Ni sawa. So what you can say is that as a lady to approach a man, sivyo, kuna vitu zenye maybe ata face first, maybe rejection. Yeah. Second, the society, the perception of the society. We have the traditions, Yeah. and now we have biblical. All right,
And now for a man, now in the 21st century, for a man, it saves time. Okay. Yeah, now the positive side, it saves time. And for a lady will go for what she wants. Yeah, and at some point pia, if it is now mutual love, kuna ile understanding. Unaona imeokolea a man at some point, kama a man pia alikuwa anamtaka, si ndio? So a man pia amekuja ile ina conclusion anasikia yenyewe, now I have someone. And at some point we have examples in tushapeana. People are married already because the lady proposed. And they are living in peace and in love. So what can we say? Still, as women, they can make the first move. Even if the society iko na perspectives zake, traditions ziko na perspectives zake. Yeah. And so, men too. Men too can also make Thank their you. move. Yeah, so that is it. We are done. So that is it, guys. For more of this, you can follow me on my Instagram, Diana Mooks, on Facebook, Diana Mooks on TikTok, Diana Mooks on YouTube, Diana Mohana Wangila, for more of it. Thank you, guys. See you next time. Bye. Hi, mko fiti? So leo tuko Makijani na tumesema leo tulete youths pamoja watuambie is it okay to propose ile ya kupiga magoti. So watuambie kama mtu anafaa apige magoti ndio propose ama how do you see it? Na pia tuko na madem pia watasema their side of the view kama wanataka wapigiwe magoti ama mtu aenda tu amwambie will you marry me? Twende sasa. Mimi nataka kuproposiwa. I want to be shown love in all forms. Si tuseme utafanya zingine watu unachia nani. Hata mimi napige magoti because why not? Kupiga magoti nitapiga kwa sababu usipopiga huyu msichana atakubeba ufala, atakubeba wewe ni shy, you are weak man. And so kupiga magoti kama unapenda huyu mtu ni kitu inatoka kwa moyo. So kupiga sio ni shida. Kama unampenda bwana usipige. Kama umeamua kukua this your person, this small thing bwana usipige, piga magoti. Mimi siwezi nikapiga magoti. Hiyo siwezi toka tu hapa. Mimi naye kupiga magoti nitapiga. Kama hiyo ndo kitu anapenda, mbona nisimfanyie na pia mimi nampenda. True line, siwezi piga magoti. Kitana hivyo. Mimi siwezi piga magoti. Haiwezi. Hiyo inaonyesha mwanamume unakuwa weak. Mimi nipigiwe magoti bana. Mimi mtu anipropose hata iko kwa public. Kwanza ataenda hapo stage mbele ya magari. Yaani like jumisi ni special.